watu wanakuwa na pets kama mbwa, kama paka, vitu zile ambazo wanapendana nazo sana, sawa? So walipendana na wakakuwa wakiwa wanapendana. Na jinsi ambavyo walikuwa wanaishi na huyu chatu, wakaendelea kukaa naye, wakapendana sana mpaka mtoto akasongea ule chatu, wanakuwa wanalala na yeye kitandani mwake. Sasa mtoto analala hapa, chatu naye analala wapi? Analala hapo. Sasa wakilala, chatu anakuja mtoto, sababu walikuwa wanapendana sana. Walikuwa wanapendana sana mtoto. Na wakapendana sana. Wajua wanyama wanajuaga upendo. Wanajuaga upendo na wanajuaga kuchukua upendo ule. Sasa siku moja baada ya miaka kadhaa, yule chatu akawa mkubwa kuliko mtoto. Si anakula tule vitu tuzuri. Anakula vitu tuzuri, wanaenda nje, wanacheza, wanaenda, wanafanya mambo fulani. So mtoto kuna vitu hakuelewa. Jinsi ambavyo chatu aliendelea kukua, mtoto hakuwa akili zake, sababu ni mtoto, kuna vitu hakuelewa. Na mtoto chatu akaendelea kukua, akanenepa kuliko mtoto. Mara unakuta ya kwamba kulikuwa na kuku huko nje, hakuna. Unakuta paka huko nje, hakuna. Unakuta mbwa huko nje, hakuna. Sasa mtoto hakuwa anaelewa, na wazazi wa mtoto wako wanaelewa ya kwamba chatu ndiye anafanya yale mambo. Sasa wanakuja wanaendelea kulala na mtoto. Chatu anaendelea tu kujipima. Siku moja chatu akapewa chakula vile ambavyo alikuwa amezoea kupewa chakula, akakosa kula. Na akakosa kula kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Mtoto akaambia mzazi, nimeangalia nikaona yule chatu wangu akuli, na sasa nataka tumpeleke kwa daktari ili tuweze kuelezwa shida ni nini. Mtoto na chatu na mama na baba wakaenda hospitali. Yule mtoto, amushe yule mtoto. Kila mtoto amushe sasa. Sababu sasa namalizia hadithi ya watoto. Kila mtoto amuke na asimame na miguu. Mtoto amuke na asimame na miguu. Yule mtoto wakapeleka yule chatu hospitali. Yule ambaye ameanza hapa, labda sasa hajaelewa tulianza wapi, lakini ataweza kuelewa. Alipopeleka chatu, nimesema watoto wasimamishwe. Watoto wasimamishwe na miguu. Clarisse. Yule chatu akapeleka hospitali na mama na baba na mtoto pia, akiwa amesikitika sana sababu chatu na chatu ako na maumivu mengi sana. Na akafika hospitali, daktari akapima chatu, akaona ya kwamba chatu ako sawa sawa. Anamwangalia mpaka meno, anafungua mdomo ya chatu, anaona meno iko sawa. Anaangalia mpaka ya tumbo ya chatu, anaweka kitu ndani, anaona ya kwamba yule mtoto anaangalia kitu ya mwisho. Anaweza kuangalia chatu, akaona ya kwamba chatu ako sawa sawa kabisa. Sasa wakati chini na kuhakikisha kwamba hajalala. Na mtoto alipoambiwa ya kwamba chatu yuko salama kabisa na chatu atena kuivikira, mtoto akaamua ya kwamba sasa wataendelea kulala na chatu. Sasa mama akaitwa na daktari. Akaambiwa na daktari, sasa mama, huyu python wa mtoto wako kulingana na hadithi ambayo nimeweza kusikiza kwa mtoto na kulingana vile nimepima nikaona ya kwamba huyu chatu ako sawa, nimekuja kurealize ya kwamba chatu wa mtoto anataka kumula mtoto. Mama akastuka sana kusikia ya kwamba chatu anataka kumula mtoto, na mtoto naye anastuka sana kusikia chatu naye hajapata kitu ya kukula. Nakumbuka pale nilikwambia alikuwa amemaliza tukuku, akamaliza paka na akamaliza mbwa, na sasa anakuja kumalizia mtoto. Na akimaliza mtoto sasa atakuja kwa mama. Sasa chatu wakati ambapo alikuwa analala anazunguka mtoto, anamzunguka, anajifiti kwa mtoto, alafu anajinyoosha mara kama 2. Kwa hivyo alikuwa anapima kama mtoto anaweza toshea kwa tumbo yake. Sasa mama alipoambiwa hivyo alistuka sana. Alipoenda jioni akaweza kuseparate chatu na mtoto. Na mwisho wa mambo yote akaambiwa na daktari, hakikisha ya kwamba mnapopitia nyumbani, kabla mfike nyumbani, huyu chatu mmempeleka mahali anafaa awe.
awe mnyama wa wanyama, awe katika msitu, ama awe katika museum, mahali ambapo watu wanaenda kumuona. Kwa hivyo ni kwetu tuweze kuelewa ya kwamba shetani kama chatu ako katika maisha. Yaani yeye anatuwinda pande ya right, left. Anakaa katika maisha yetu. Anakuwa hapa na hapa. Na tuweze kuelewa ya kwamba Mungu tu ndiye anatuwezesha. Wakati ambapo tutaweza kuangalia Mungu, na wakati ambapo tutaweza kuangalia Kristo akiwa mwanzilishi na atakayeweza kuimaliza maisha yetu, hakika tutakuwa salama.